Assalamu alaikum Tanzania. Ni mechi nyingine tena ya dabi ya Kariakoo. Mnyama Simba Sports Club anataka kwenda kufuta uteja wake dhidi ya Young Africans. Lakini pia Young Africans wakitaka kuendeleza rekodi yao bora zaidi na rekodi ndefu zaidi kuwahi kutokea kwenye soka la Tanzania, kufungwa katika dabi ya Kariakoo mara 7 mfululizo. Ndicho ambacho wanakihitaji Young Africans kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Watafanikiwa katika hilo? Tunafahamu timu zote mbili zinakwenda kuingia kwenye huu mchezo zikiwa na walimu ambao ni wageni kwenye mechi za dabi ya Kariakoo, kwa maana kwamba Young Africans Pedro si mwalimu ambaye amewahi kucheza dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Sports Club. The same pia kwa Steven Becker, si mwalimu ambaye amewahi kucheza ama kusimama kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Wote hawa wanaingia kwa mara ya kwanza, lakini advantage kwao ni kwamba wanao wachezaji, wanao viongozi ambao wanaweza kuwapa ahueni ya hii michezo, kuwapa rekodi, kuwapa historia, kuwafahamisha ni aina gani ya mchezo wanakwenda kucheza. Simba Sports Club 50% ya kikosi ambacho kilicheza mchezo wa dabi ya Kariakoo kitakuwepo, lakini kwa upande wa Young Africans 90% ya wachezaji ambao walicheza mchezo wa mwisho wa dabi ya Kariakoo watakuwepo kikosini. Mimi nina langu jina ni George Masubo. Twende tukatazame kikosi cha Young Africans chini ya kocha Pedro Gonzalez na mfumo wake pendwa wa 4-4-2 ambao atakwenda kuutumia kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Kikosi cha Young Africans kiko kama ifuatavyo. Katika milingoti mitatu, Djigui Diarra anakwenda kuanza katika kuhakikisha kwamba Young Africans wanakuwa bora dakika zote 90. Mwalimu amemkabidhi kazi Djigui Diarra kulinda ile milingoti mitatu, and of course ni miongoni mwa magolikipa ambao ni bora ndani ya Afrika Mashariki na Kati, miongoni mwa magolikipa ambao wamekusanya clean sheet nyingi pia kwenye mechi za dabi ya Kariakoo. Huweze kuliacha kulitaja jina la Djigui Diarra. Naam. Yes, upande wa kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Junior, upande wa kulia yupo Isa Patrick Mwenda. Hawa ni wazoefu kwenye mechi za dabi ya Kariakoo, wamecheza wakiwa na Yanga, wamecheza wakiwa na Simba Sports Club. Namaanisha Mohamed Hussein hahitaji maneno kutoka kwa viongozi, hahitaji motisha kutoka kwa wachezaji wengine kana kwamba tunakwenda kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wanasimuliwa utakuwa vipi, wanafahamu vyema mechi za dabi ya Kariakoo. Hiyo ndio advantage pia walionayo Young Africans katika kikosi chao. Na eneo la katikati yupo Dickson Job na Ibra Baka, hawa ni wazoefu wa dabi. Katika eneo la kiungo yupo Mohamed Amaro Kamara, yupo Maxim Pianzangeri, Duke Oga Abuya Finest, na yupo Pacome Zouzoua. Hiyo ni 4 nyingine, maana kwamba tunatamatisha wachezaji wawili wa juu, Dupe na Aurelio Dupe na Prince Mfumelelo Dube. Hawa wanakamilisha wachezaji 11 wa kikosi cha Young Africans. Kabla tukichambue hiki kikosi, naomba nikutajie kwa mara nyingine: Djigui Diarra, Isa Patrick Mwenda namba 2, namba 3 Shomari Mohamed Hussein Shabarara, namba 4 Ibra Baka, 5 Dickson Job, 6 Mohamed Damaro Kamara, 7 Maxim Pianzegeri, 8 Duke Oga Abuya, 9 Dupe, 10 Prince Dube, 11 Pacome Zouzoua. First 11 Young Africans katika muundo wa 4-4-2. Naam, itakuwa vipi? Sehemu ya kwanza ambayo Simba Sports Club ni lazima waende wakaifanyie kazi ipasavyo ni muundo wa ushambuliaji wa Young Africans ambao utakuwa na wachezaji 4 ambao utakuwa unaongezeka na wachezaji 2 viungo kutoka chini, kana kwamba Maxim Pianzengeri, Pacome Zouzoua, Prince Dupe hawa wanatengeneza 4 ya juu zaidi. Hata wanapokwenda kuplace ile high line, wanaanza kuipressure safu ya ulinzi ya Simba Sports Club na watatengeneza hatari zaidi. Tunajua movement za Dube, tunajua uwezo wa kuretain ball pia wa Dupe. Hawa wanahakikisha kwamba safu ya ulinzi ya Simba wakati wote itakuwa katika mchecheto, kana kwamba mashambulizi yote ambayo Young Africans watakuwa wanayajenga. Link up player number 10 Prince Dube ameonyesha kwamba muunganiko wake na Dupe umekuwa bora sana. Tukautazame mchezo wa JKT, tutautumia kama mfano, kana kwamba ukitazama namna ambavyo JKT waliweza kuzidiwa na Young Africans ni kwa sababu Yanga walikuwa bora katika maeneo mengi kiwanjani na waliamua kutengeneza pressure kubwa katika eneo la ulinzi la JKT Tanzania baada ya kufanya overload kubwa wachezaji ambao walikuwa katika eneo lile. Kumweka Dube ambaye kiuhalisia ni namba 9 na namba 10 ni Dupe. Namba 10 Dube, 9 Dupe. Dupe 9, 10 Dube. Hawa kiuhalisia wanaweza kucheza position moja kama
namba 9, lakini mwalimu anawatumia hawa ili kuweza kulink up. Dube anashuka chini kuweza kufanya link up na wachezaji wa chini na kuchukua mipira kwenda juu, wakati huo ana hatari zaidi ya kutengeneza movement ambazo zinaweza zikawavuruga wale walinzi katika defense line yao. And of course, katazame bao ambalo alifunga Mohamed Hussein Zimbo Junior. Wakati Yanga wanakwenda kushambulia katika ile half ya JKT, walikuwa na wachezaji watano. The same wakati huo wachezaji wa JKT ambao walikuwa wapo katika safu ya ulinzi walikuwa na idadi ya wachezaji 9, lakini waliweza kufungwa na wachezaji watatu ambao walihusika kwenye movement ya bao la Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa bora katika movement. Simba wanahitaji kuwa na kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwazuia akina Pacome Zouzoua, Maxime Penzengeri, Dupe na Dube katika position yao, kana kwamba Yanga wanapokuwa wanafanya ujenzi wa mashambulizi watamlazimisha Iza Patrick Mwenda au Mohamed Hussein Zimbo Junior. Kama wanapopandisha timu juu, wakiamua kupita upande wa kushoto, yule mlinzi wa upande wa kulia lazima apande juu. Kama atapita kulia, mlinzi wa upande wa kushoto atapanda juu, kana kwamba ili kutengeneza pia rest defense ambayo wakati wanakwenda kuattack, basi huku nyuma wao wamebakisha wachezaji watano ambao katika rest defense Young Africans ni bora, na ndio maana hujaona wakiruhusu magoli mengi ndani ya ligi kuu, kana kwamba wanapokuwa wanakwenda kushambulia wanaacha idadi ya wachezaji watano nyuma. Anabaki Baka, anabaki Jobu, anabaki Eiza na mlinzi mmoja wa pembeni, kama ni namba 3 au namba 2 anajivua kidogo, huku akiruhusu mlinzi mmoja kupanda juu. Eiza ni Iza Patrick Mwenda, ambaye katika eneo la katikati Mohamed Damaro atabaki na Duke Oga Abuya anakuja kubaki, kitu ambacho kinatengeneza rest defense ya wachezaji watano. Maana rest defense ni kutengeneza overload ya wachezaji ambao watabaki katika muundo wa ulinzi, wasiweze kuharibu ile safu ya ulinzi. Hata ikitokea wanashambuliwa kwenye counter attack, wao wana idadi bora ya kuweza kukabiliana na wale ambao wanakuja kuwashambulia na kuzuia na kuzima shambulizi haraka. Wakati huo tunajua kabisa Pacome Zouzoua kwenye game kubwa kama hizi ana uwezo mkubwa sana wa kushuka chini. Besem pia kwa Maxime Penzengeri ana uwezo mkubwa wa kushuka chini kuja kuchukua mipira. Na Dube anapokuwa akicheza kama namba 10 ana tabia ya kushuka kabisa, akimwacha Lepu juu ili aje achukue mipira wapandishe juu. Na hii ndiyo hatari ya kwanza ambayo inatengenezwa kwenye kikosi cha Young Africans, kana kwamba wanatengeneza timu ambayo iko close proximity wakati wote, wakiwa wanashambulia, wakiwa wanalinda, lakini pia wakiwa wanaataki zaidi. Wachezaji wake wanakuwa wapo karibu na wanawaruhusu wao kurudi kwa wakati na kuweza kuzuia ile mianya ambayo walikuwa wameitengeneza. Kumbuka, Simba Sports Club atakubali kufungwa mara 7 mfululizo ama Young Africans hatakubali kupoteza, kwa maana kwamba pressure kubwa iko upande wa Simba ambao wanahitaji ku-strength ile rekodi yao, kuweza kuivunja rekodi ya Young Africans, na Young Africans wanataka kuimarisha rekodi yao iendelee kuishi leo na kesho kutwa, kana kwamba wakifanikiwa kumfunga Simba watakuwa wamefikisha rekodi ndefu zaidi. Kumfunga mtani wako zaidi ya mara 7 haijawahi kutokea kwenye ligi kuu ya NBC. Young Africans na Simba Sports Club zinapokutana, hii ni dabi ya Kariakoo. Lango jina ni George Masuba, litakuwepo New Amani Complex kutazama ni Simba ama ni Yanga atafanikiwa kuondoka na alama 3 za mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC. Kocha Pedro Gonzalez, kocha Steven Baka wanacho kibarua kigumu zaidi kwenye maisha yao ya soka. Kama waliwahi kufundisha timu yoyote duniani, basi huu unakuwa ni mchezo wao wa kwanza mgumu wenye pressure, ambao baada ya mchezo kuna pressure, kabla ya mchezo pia kuna pressure. Simba kifungwa, sijui wataweka wapi sura zao, lakini Young Africans wakifungwa watakuwa na ahueni ya kushusha pressure, kwamba kuweza kumaintain kumfunga mtani miaka 6 mfululizo au katika dabu 6 mfululizo si kazi ndogo. Kikubwa tusubiri dakika 90 ambazo zitaamua mchezo.